Hii ni Inspire Africans Ahead. Nakuja tena kwa mara nyingine kuuliza swala la kizushi. Je, Julius Nyerere International Airport ina viwango vya kimataifa? Majengo, huduma na kila kitu. Unaweza kudhani nauliza swala la kijinga, lakini kuna international airport nyingi tu ambazo zinaitwa international airport kwa sababu tu zina forodha na uhamiaji. Na zinaruhusu zina runway ndefu na zinaruhusu ndege za kutoka nchi za nje kutua hapo. Ndio zinaitwa international airport. Lakini ukiingia ndani unakumbana na vituko. Binafsi mimi nimefika Kamuzu Banda International Airport, Malawi. Na huko ndio nilikumbana na vitu ambavyo nikasema kumbe Tanzania tunasonga mbele. Nilichokikuta pale ni kwamba pasipoti za abiria na taarifa za pasipoti za abiria zilikuwa zinachukuliwa kwa mkono. Yaani kuna mtu ana daftari kubwa kama vile anachukua taarifa za wakulima huko wanachukua mbolea, mbegu, nini. Ana daftari kubwa pale amekaa na peni yake, anakuambia next unakwenda pale unampa pasipoti, anakili kila kitu kwenye pasipoti yako kutoka kwenye pasipoti kwa mkono. Lakini hiyo ni international airport. Sasa je, inakidhi viwango vya kimataifa kweli? Yaani kwa uhalisia ni kwamba inakidhi kwa sababu ya runway, forodha na uhamiaji, lakini ukiangalia mambo yanavyofanywa inafanywa kienyeji sana. Ni sawa tuamue Chato iwe international airport kwa sababu ina runway ndefu. Kwa hiyo tuweke pale watu wa uhamiaji na forodha. Alafu watu wao hawana mifumo inayotakiwa. Labda wana mifumo lakini iwe ya kiwango cha chini. Alafu tutasema kwamba tujivunia kama sisi international airport. Sasa ndivyo Malawi ilivyo yani. Labda kwa sababu nilienda mimi hapo miaka 4 iliyopita na hii ni 2025, labda kuna mambo mapya pale international airport kama yamebadilika sijui. Lakini hata hivyo miaka 5 hiyo iliyopita, miaka 4 iliyopita bado Tanzania tulikuwa tuna mifumo mizuri zaidi kuliko Malawi. Basi twende tuangalie airport zingine zikoje. Tuanzie Istanbul, Uturuki. Airport yao ikoje na ni nini cha tofauti, ni nini ambacho ni bora kuliko sisi? Tuko sawa ama hatuko sawa au wametuzidi? Wenzetu. Haya, tuanze na sehemu za kusubiria abiria. Hapa sio pasafi sana. Labda kwa sababu ni kubwa sana, sehemu zingine zinasahaulika sijui. Lakini viti hakuna jipya, ndio hivyo ni kawaida. Kingine nini? Boarding gate zinaonyeshwa kama hivyo. Hiyo ni sawa tuna Tanzania. Okay. Kitu kingine hapa tunaonyeshwa ndege hapa. Hao jamaa wana ndege nyingi kweli kwa siku, kwa maana hiyo bodi kubwa sana, lakini utaratibu ndio ule. Okay, hii inaitwa Travelator. Hata Julius Nyerere International Airport pia kuna Travelator ipo. Hapa kuna jipya, ukiangalia pale mbele unakuta kuna gate D12, gate D11. Dar es Salaam pia iko hivyo. Okay, cha tofauti hapa ni kwamba hii Travelator inaongea, inakupa caution, you are reaching the end of the Travelator. Labda hii haipo Dar es Salaam. Unasikia, lakini Dar es Salaam hata kwenye vivuko, kwenye traffic light vivuko wanaongea pia. Kwa hiyo sio cha ajabu sana. Hapa kuna duty free shop. Duty free shop ndo vile ndio mambo ni yale tu. Hamna sema tu labda ubora wa majengo. Hivyo majengo ni matata sana. Sky Bridge ni mfumo ule wa kimataifa. Hapa kuna jipya, ni mambo ni yale tu. Bado natafuta kitu kipya ambacho kwetu Tanzania hatuna. Screens matangazo zipo. Terminal 1, Terminal 2 ina screens za matangazo pia. Terminal 3 ndio kabisa. Bado hapo tunaenda sawa tu. Nachokiona tu hapa ni ukubwa wa jengo, uzuri wa jengo na wingi wa ndege. Ndio nachoona cha tofauti mpaka sasa, lakini bado naendelea kutafuta kitu cha tofauti. Na hapa kuna charging area.
lakini hii ina type C, ina USB na ina European standard. Iko tofauti kidogo, ingawa Dar es Salaam Julius Nyerere International Airport pia kuna sehemu za kuchajia simu. Tofauti hapa kwamba hii ni 5-star airport. Sijui Julius Nyerere ni star ngapi, lakini mpaka hiyo 5-star manake ina ubora wa hali ya juu sana. Kuna free wifi, hata Julius Nyerere pia tuna free wifi. Tunakidhi viwango vya kimataifa mpaka sasa. Dar es Salaam huwa matoroli tunayachukua tu, unalikuta pale, unalivuta, unapokea mzigo wako, unaondoka nao. Ukitoka nje ya jengo la Terminal 3 au Terminal 2 na unaacha toroli hapo unapotaka wewe, unaondoka zako. Lakini hapa hii ni sasa na supermarket za Ulaya. Supermarket za Ulaya lazima uweke hela ndio unachukua toroli, alafu ili upate hela yako irudi, unatakiwa urudishe ile toroli mara ilipokuwa. Hapa panapotakiwa ndio unapata ile hela. Huu ni utaratibu mzuri wa kutoacha matoroli yanazagazaga kila sehemu. Alafu unampa mtu kazi, kunakuwa na watu ambao kazi yao ni kukusanya tu matoroli. Kitu kingine kipya ni kwamba huduma ya maji safi inatolewa bure. Hiyo koki na sensor, unasogea tu hapo, unakinga mdomo, maji yanaruka, unakunywa, huna sababu ya kununua maji dukani. Wakati sehemu zingine nyingi kwa Afrika tuna masanduku ya maoni, unaandika maoni yako, unatumbukiza kwenye sanduku, alafu sina anakuja kufungua ndio angalie na kufuatilia. Wanafanya kidijitali kabisa, unafanya mambo online. Haya ndio mambo ya kisasa. Na sasa nakukaribisha Julius Nyerere International Airport, Dar es Salaam, Tanzania. E-Gate Passport Control au Self-Service Passport Control. Hata wa Kenya ambao wametuzidi kiuchumi, Jomo Kenyatta International Airport haina huu utaratibu. Yaani sisi tumesonga mbele yao zaidi. Mambo ya kisasa kabisa. Mpaka hapo nadhani sote tunakubaliana kwamba Tanzania tunasonga kimaendeleo, ingawa wako wengi wako mbele yetu wameendelea sana kuliko sisi, lakini na sisi tumeendelea kuliko wengi, ikiwepo Malawi, ikiwepo Kongo na kadhalika. Usisahau kunipa support yako kwa kushare, kulike na kusubscribe. Asanteni na kwaherini kwa sasa.